A brand new song. Oh my God. Amazing grace. Sasa niko na meditate hii program. Sasa niko na imba nikiangalia hii procedure ya jinsi Yesu walipokamata majiwe wakazika, wakakamata kaburi, wakaialisha majiwe juu asitoke, lakini akatoka. Sasa niko na tafakari, nasikia machozi yanaondoka. Nasikia machozi yanadondoka. Malaika akawaambia, walikutana kaburi liko wazi. Malaika akawaambia, mnayemtafuta hapa hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Natangaza yule aliyekutafuta, aliyewazia wewe ni maskini, wewe hauko maskini. Aliyewazia hautatoka, wewe utatoka. Aliyezaliwa hata hautazaa, wewe utazaa. Yule aliyekujua leo haiko ndio ule Shadraka wa jana, huyu Elisha wa jana, huyu Meshaki wa jana, huyu mama Anje wa jana, haiko ndio huyu wa leo. Yesu atafanya miujiza. Huyu baba Susa wa jana haiko ndio wa leo. Yesu anaweza kufanya vyake na wewe unashangaa. Unajua maloko yangu wenyewe mko hapo na ndugu zangu, mali inaweza ikaisha, wanaibaka pesa lakini hawaibake Mungu. Mungu ana heshima, lakini tunapomtumikia Mungu, Mungu haombe. Ndio maana nakwambia, kuna wakati baba yangu alikufa, nikawazia dunia inaniacha, lakini usiku nilipokuwa katika maono nikasikia sauti inakuja, mbona unalia kama vile mjinga, mbona una wokovu? Hapo ndipo niliamka, nikapanguza machozi. Niliamka, wenzetu wote wako wanalia, wakaona mimi niko ngangani. Hawakujua kwamba ni Mungu aliongea na mimi. Kuna vitu ambavyo hatuwezi kuinganisha na wokovu. Wokovu ni wa zamani, unaweza upate kwa bure, lakini unashinda kila kitu. Ndio maana hatuwezi kuinganisha Yesu na baba yetu, hatuwezi kuinganisha Yesu na mama, maana mama watakufa. Baba alishakufa, inawazia hata na avyo hakuangia kama. Lakini kwa huyu Yesu ambaye niko na kula hapo sahihi, amenipandisha ndege kokote kwenye mimi nataka, ndiko mimi naenda. Haiko kwa ujanja wangu. Kuna wenzetu wamesoma mama, kuna wenzetu wako mkaa, ni wazuri kukupita. Babie unaona vile, unaona mwanamke anapita pale unatetemeka, lakini wote wako pale mkaa. Lakini wewe kwa yale maombi ulifanya, kufunga macho na kufungua, Mungu akasema no. Baba zetu na wewe kwanza na Amerika, wewe usikie kwanza kisi Amerika iko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usicheze na wokovu baba. Afadhali ucheze na kila kitu kingine, pesa na kila kitu, lakini habari za wokovu, ile makumi ile sita, ndio anasema hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyoyanena nani alipokuwa akigali Galilaya. Malaika ule kwa anazungumza na wenzake. Wenzetu hao wanakuja wako na vifukutu, wanafikiria ngali kule mkaburi. Yesu wetu haiko mkaburi. Yesu wetu haiko maana ndio kupakilia mkaburi. Yesu wetu alifufuka. Ndio maana na sisi maisha yetu yafufuke, biashara yako vifufuke, maponezi yako vifufuke, ukomo ufufuke. Waliokujua kwamba utafaa na kukutana nafaa, maana naamini Kristo, maana na mkombozi wa maisha ambaye anabadilisha historia, ambapo watachapia Yesu makofi ya kwamba anabadilisha. Amen. Saba yake kwa ile Luka 12:6, 12:4, na ile saba yake na 8 yake akasema, imetupasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi. Sasa niko naimba
Kama uko naona nilikuwa nalia wakati nilikuwa na hiyo. Uko nakutana mtoto ambao ulikabulia, ulimpatia maji. Huyo ndio kwa anakualika kwa mitandao. Njoo mwenyewe kwa anakutangaza ule haiko mtumishi. Ule ni filimaso. Ule sijue nini na nini. Ule hataweza. Ule atakufa. Na kuja na kusema yule iko anasema utakufa hautakufa. Yeye ndio atakufa, wewe utaendelea. Heshima hiyo alipoteza kwa mitandao. Kwenye alipoteza heshima zako. Hapo ndipo zitarudia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisoma ile Mathayo ndio uko nasikia kwamba alikuwa bado hajakufa, lakini iko na nguvu, maana mavazi yake peke yake ile roho aliyoyavaa. Ndio Mungu mnaona kwetu, unajua sisi tunaiwaka kwamba Uislamu ndio anapaswa kuvaa roho. Yesu alikuwa na kanzo ambayo na watu waliipigania. Sasa wale Waislamu walituiba. Wao wanafanya robe. Alafu sema na anavaa robe, wana wazee kama haiko tu Muislamu anapaswa kuvaa robe. Hapana. Ni sisi ndio tulipaswa kuvaa robe. Lakini sababu walikuwa wajanja, ndio wale wa Ismaili ndiye nasema hivi, aseme wakati alipozaliwa ule mtoto wa Haramu. Kama mnasoma Biblia sijui. Ile kijakazi cha Abrahamu ambaye aliyezaa Ismaili. Hao ndio walikuwa na ujanja. Ukumbuke na mama yake aliweza kupewa kibali ambapo hangelistahili. Hapo pasipale robe, ambaye robe ya Mungu wazee manake kilifua kwa Muislamu. No. Bali njoo walituimite, bakatuiba ile neema, bakatembea na ile robe. Kama sisi ndio tunatembea kana robe. Asa huyu Yesu kabla hajakufa, robe yake kanzo tu moja, kanzo yake ile kanzo yenyewe alikuwa nayo. Watu waliipigania, nani ataikamata? Kila mtu milioni yangu. Omwe kuye kwetu, omwe robe ende Kongo. Basi vile kupe dimondi iko inapigania. Tuko na neema leo hii, sijaona mko mnanichezea. Kesho wa Kongomani watafika hapa Kansas ambao watakuja kucheza kupe dimondi. Njoo vile kupe dimondi iko inachezewa. Kila watu wako wanasema umwende Kongo, umwende Kampala, umwende sijui Marekani, umwende. Na kwa taarifa zako wanaweza kwamba baba anaitayarisha hapa na inaenda Kongo kwa jina la nani? Kama tuko pamoja na ambao wanajua kwamba Yesu anaweza akabadilisha. Kuna uwezo. Oh my God. Biblia inasema imani pasipo matendo inafanya nini? Lakini tuko na matendo, maana wamefika wapi? Kufaulu. Yes. Matendo ile ndicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana anasema kinakuwa kibaya lakini ni kina. Ya mtu. Haleluya. Asa Biblia iko inasema aseme